Welcome to the Builders Table. This is your show brought your way by Coach Godfrey Mwenda, sponsored by Pace More Mentors. And here we are. This is a show where we bring in successful entrepreneurs in business in our community, people that are impacting people within our communities. And today in our show, we are so much privileged to bring us, to come into our show today is a very, very, very special guest. This is a guest that you can't miss to listen to. He's got such an inspiring story. And there's so much privilege to have with us Mr. Constant Wadanje, who is going to be speaking to us and telling us his story. How that he has been able to come up, how is it that he was grown up in a very humble background, and now that he's become a very successful entrepreneur in this community. So welcome, sit back, relax. This is a show where we say every experience counts. And so welcome, sit back, relax, and enjoy the show. Karibu sana bana Constant. Asante sana. Yes, hii ni Builders Table. Hapa this is where we talk and tunaongea. We feel free. Yes. Tell us, Constant ni nani? Nimeshukuru kwanza kupewa hii nafasi ya kuwa mahali hapa na kuongea kuhusu maisha yangu, na huenda itasaidia wengine pia kuwajenga kiroho na kuwajenga kimaisha. Mimi kwa majina naitwa Constant Auma Wadanje. Nilizaliwa Busia County na Butula sub county, Lugulu sub location na Muhweso village huko Busia, Kenya. Busia. Yes. Nikimaliza kufika umri wa kwenda shule, niliingia Lugulu AC Primary School ambayo iko na ingali inaendelea vizuri sana. Nikimaliza tu, mara nyingi tulikuwa tunamaliza class 8, nikaingia Lugulu Secondary. Kwa hiyo village tu. Yeah. Nilikuwa mwisho katika hiyo familia yetu. Mimi tukizaliwa tulikuwa 13. Lakini nilipata wengine kama hawako. Tukakuwa tuko 8. Mimi ni wa mwisho kabisa. Mimi ni wa 8. Wewe ndiye last born. Last born. Sasa baada ya kukua hivyo na wazazi, nilipata wazazi kama saa hizo hawana nguvu vile, unajua kuwa last born kwa hiyo familia kubwa. Sasa nikaingia Lugulu Secondary. Hiyo 95. Class 8 nilimaliza 94. Nikajoin secondary 95. Wakati nilijoin secondary, nikakuwa mzazi hakuwa na nguvu vile. Babangu alikuwa just a carpenter na mkulima pia. Alikuwa analima mahindi, anapeleka kwa mashule au madugu zangu wakisoma na madada zangu. Walikuwa 4 na vijana tulikuwa 4 pia wavulana. Sasa hao wengine nikimaliza walikuwa wengine wameanza kufanya kazi. Mimi ndio nilikuwa mwisho kabisa. Sasa nikaingia kama day scholar kwa high school, Lugulu AC Secondary School. Wakati nilijoin kama day scholar, nikawa naenda narudi nyumbani, sio mbali, ni kama kilomita 2 kutoka shuleni, 2.5 hivi. So ulikuwa na trek 2.5 kilometers kwenda 2.5 kurudi. Sasa kumaliza shule, kuingia form 1, nikakuwa day scholar na nikasoma situation hapo vile kule kunaendelea. Form 2 mzazi akaamua niende boarding kwa ajili kuna my brother alikuwa amemaliza sanduku iko na vitu ya kutumia, nikaingia boarding. Ukainherit vitu zake. Nikaingia nayo. Sasa kitu ya ajabu huko nyumbani, mzazi akilipa fees anakuja na kwa mimi nimelipa fees, wewe enda shuleni. Vitu zingine jipange. Vitu zingine kama huku nunua sabuni ama kitu ya kujisaidia shuleni, wewe shauri yako. Hata towel mimi nimeona kama niko Nairobi, sikuwahi tumia towel. Atamaliza watasema wewe enda shuleni, ulikuwa unaoga unatingika hivi unakauka kama ndege ama unajianika kwa jua hivi. Unajianika unaenda. Sasa mimi nikaenda form 2. Sasa kuingia form 2, unajua Mungu alinisaidia sana kwa ajili ukilandi mahali unaangalia opportunities. Unaangalia nini inakosa hapa yenye inaweza kunisaidia kuishi. That time uko form 2 umeanza kuangalia opportunities. Okay. Survival for the fittest. Yes. Sasa nikaangalia nikaona kitu ya kwanza sijawahi pewa pocket money, kitu pocket money sijawahi ona. Wewe hiyo ni story. Huwezi pewa, hata shopping huwezi fanyiwa. Wewe uenda shule, hiyo ingine shule wanapika chakula, wewe enda shule.
Sasa mimi nikaenda. Wanapeana sabuni huko. Hata sabuni haikuwa inapewa. Mara ya kwanza nilichukua tu sabuni yetu. Ikanitumia kuoga na kufua, basi upunuzi yake inakusaidia tamu inaisha. Sasa nikaangalia nikaona kitu ya kwanza kwa hiyo shule watoto ni careless, wanapoteza ufunguo. Na mimi nikiwa class 5, my elder brother alikuwa kwa workshop kwa jeshi. Alikuwa na Kahaa Barracks. Nikiwa mdogo alikuwa akirudi nyumbani ananifundisha kutengeneza ufunguo. Ukiwa class 5? Nikiwa class 5. Wow. Endo uniletee toolbox, endo uniletee hacksaw, nikajua hizo vitu. Sasa wakati nilienda high school, nikaona hawa watoto wanapoteza ufunguo sana, wanavunja kafuli wanatupa, nikawaambia mimi najua kutengeneza hii kafuli. Wakasema kweli. Sasa watoto hata wasichana, ilikuwa a mixed school. Hata wasichana wakipoteza wanavunja kafuli kwa loka ananiletea. Akiniletea naandika jina yake na nyamaza. Kijana pia akipoteza ananiletea. Sasa kufika Saturday niko na kafuli kama 30. Sasa na sneak Saturday naenda nyumbani. Na ufunguo nilikuwa naletewa blanki, yani ni ufunguo haina meno. Ndugu yangu alikuwa ananunua ananiletea nyumbani. Sasa natengeneza hiyo kafuli hiyo Saturday yote, naenda na ufunguo kama 30 kwa shule. Wow. Kila ufunguo ni 20 shillings. Hiyo ni 600. Hiyo ni 600. na Mercury imenunuliwa 5 shillings. Yes. Sasa nimepata double, nimepata 15 shillings. 15 shillings on top. Wow. Sasa nikaangalia nikaona hapo nimesha benefit. Yes. Kukaa nikapata watoto wana share mabeseni ya kuoga. Najua vile unatoka beseni unatupa chini ya kitanda, mwingine anakuja anachukua naenda na wakawa naambukizana hii skin disease sana ya shingo hii kila mahali. Yes. Naye nikikaa na nyanya nyumbani, kuna siku aliniambia hii ugonjwa imekushika, chukua hii dawa, gonga mizizi yake na uweke mafuta taa kidogo, ukisugua inapona. Wow. Sasa hiyo dawa nikaona watoto wameambukizana kwa shule. Nikatengeneza hiyo dawa mingi nikabeba shuleni. Wakati watoto kila mtoto napata namwambia mimi huwa natibu, nampea dawa kidogo, akitibu inapona. Sasa umekuwa daktari. Nikakuwa na trust shuleni sana. Hii vitu unasinika aje kwa shule? How you sneaking dawa? Unasinika aje mafunguo? Unajua hapa saa hizi unajua mihadarati imeingia maybe mashuleni. Zamani haukuwa na inspect. Hakuna hata tulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa free walk. Every Saturday afternoon vijana mnaenda kutembea. Unarudi jioni. Msachi. So wewe hapo ndio unarudi na kamtungi yako. Narudi na vitu yangu na hata hakuna mtu anaangalia. Hata kama umepika viazi nyumbani unabeba tu. Haukuwa na limitation kabisa. Yes. Sasa kukuja na hata mimi kitu kama bangi haikuwa shuleni. Hata sikujua bangi ni nini. Sasa baada dawa ndio hii unapaka watoto. Nakuja na tibu watoto maybe kila jioni na tibu watoto kama 10. Hiyo ni 200 shillings. Unaripisha mtoto 20 bob. Na kama nakutibu mwenyewe ni 30. Sasa nikawa consultant, daktari hapo sasa. Daktari natengeneza kafuli weekend. Ikaendelea hivyo, lakini ningali naangalia kama kuna opportunity na ichukua haraka sana. Sasa siku moja Disemba 1, mwalimu wangu tu history teacher. Alikuwa anaitwa Mr. Namati. Akaniambia tukaenda kupiga picha Disemba kwa soko. Mimi nilikuwa na kamera kadogo tu, ndugu yangu alinipea. Nikampata pia kwa hiyo soka anapiga picha, anainama anachukua even 30 minutes kupiga mtu mmoja. Mimi nimepiga watu 30. Sasa Mr. Namati wakati tulirudi shule akaniambia Constant. Wewe ni photographer mzuri sana. Yes. Na uruhusiwi kuja kwa shule na kamera yako. Nataka kupea hii kamera, utakuwa unaitumia kunipigia picha, hata nitaomba nafasi, hata michezo ikiwa unaweza enda upige na uniletee hiyo mshipi na pesa deposit yenye umepewa. Yes. Nikakuwa mtiifu kwa mwalimu kama zamani tulikuwa watiifu sana. Nikaenda nikapiga picha, nikamletea deposit ya 1300 out of 15. Wakati huo 200 200 sasa italipwa. Kuna watu wamelipa tu kidogo, 200 italipwa baada ya so watu wamelipa 1300 deposit. Wow. Sasa imebaki 200, nikipeleka picha anapewa. Sasa Mr. Namati nikimpelekea hiyo pesa kwa teachers quota, akapokea tu, hakunipea chochote.
lakini una say ni mwalimu. Ni mwalimu na ni mwanafunzi. Mimi ni mwanafunzi. Sasa hizo bado uko form 2? Nilikuwa form 2. Okay. Nikarudi nikasema hii kazi nitaifanya tu bila kitu yoyote hapa, lazima nifikirie very fast. Sasa kile nilifanya, wakati mwingine nilikuwa naenda kwa darasa kama ni form 1 nawapiga tu free. Picha nawapiga, naenda form 2 nawapiga, kulikuwa na east na west. Watoto 100. Sasa nikapiga hizo picha. Sasa kabla niletee mwalimu mshipi, naenda Saturday na sneak naenda Busia town border. Naosha hizo picha kama darasa moja, naosha picha kama 30. Wow. Hizo nimejitolea tu. Yes. Sasa nikikuja nauzia watoto kila picha bila negative ni 20 shillings. Sasa naweza uuza picha hata 100. Hiyo ni 2,000. 2,000. Besides kafuri, funguo na dawa. Sasa niko very comfortable. Hata form 1 wangu alikuwa nakula mkate akiingia paka akienda. Sasa nikirudi nyumbani tena unasikia wazazi wanakuambia hata hapa hatuna sukari na wapea 500. Mwanafunzi. Aulize hata inatoka wapi. Oh my God. Sasa nikasoma nikamaliza form 4. Bila shida. Although nikiwa high school pia nilikuwa creative. Hii applied science. Hii kutengeneza vitu. Nilikuwa natengeneza vitu naongoza paka Busia County. Wow. Applied science technology nilikuwa nafanya. Nilikuwa natengeneza vitu paka walimu wanashangaa. Hivi vitu yote unaweza kubalance aje? Uko na kifuri unatengeneza, dawa unatengeneza, sasa picha umeanza kupiga na mwalimu. Bado wewe unaongoza in class in terms of applied science. How are you balancing all these things? Sasa kile nilikuja kurealize saa zingine Mungu akitaka kufanya uwe kitu fulani anaanza na wewe mapema sana. Unaweza kuwa mtoto anafanya vitu ndogo ndogo, wewe unaassume kumbe hiyo mtu atakuja kuwa hata kiongozi mkubwa kwa serikali kwa hiyo department. Wow. Sasa nilikuwa nikipata nafasi naitumia vizuri sana. Na unajua darasani tulikuwa tunaenda lakini hatujaingia darasani, maybe break time nafikiria kitu kingine haraka sana. Sasa nikawa na balance sana weekend, Saturday na Sunday hatukuwa tunasoma, nafanya hizi vitu zingine very fast. Na ile siku ya darasa paka tuende darasani. Sasa siku moja sasa umemaliza form 4. Nikamaliza form 4. Wakati nilimaliza form 4 nikakuja nyumbani. Kitu ya kwanza ilikuwa kufungua workshop ya kutengeneza ufunguo kwa soko. That time uko na how old are you now? Sasa mimi naona unajua that time tunamaliza form 4 form 4 nilikuwa na kitu 22 years. Umefungua workshop. Unajua nyumbani tulikuwa tunamaliza saa hizo watoto wanamaliza na 18 hata 17. Hata 16 actually. 16. Sasa sisi tulikuwa tunamaliza tukiwa wakubwa, unajua kila hata nursery hatukusoma. Walingojea unaruka unaenda. Sasa nilikuwa na 22 years around there. Nikafungua workshop ya kutengeneza ufunguo kwa soko. Na mimi ndio nilikuwa nahakisha wazazi nimewapikia, nimetafuta kuni. Najua haukuwa na msichana, wasichana wameoleka. Vijana kuna ndugu yangu alikuwa anaitwa Baltazar. Pia yeye alikuwa, lakini alikuwa mkubwa, nilikuwa namfuata mara 2, msichana alikuwa katikati. Lakini alikuwa very busy na mashughuli, mara ameenda Uganda, mara ameenda wapi. Sasa mimi ndio nilibaki na wazazi. Sasa kwa hiyo muda natengeneza hiyo kafuli, lakini nafaa nihakikishe wazazi na washughulikia. Ng'ombe ziko sawa, lakini kwa soko pia naenda natengeneza kafuli. Sasa ikafika mahali nyumbani huko hakuna return mzuri ya kibiashara. Hii kafuli nikitengeneza, mama anakuja analia, anasema unajua mama yako tulisoma na yeye. Sasa unipee tu, unajua baba yako ndio tunafanya na yeye nini. Sasa nikaangalia unatengeneza for free. Sasa mimi nitalipa deni ya baba yako nichoke. Nikasema nafaa niende pia nje. Sasa nikafikiria nikasema lakini mimi ndio last born. Wazazi mimi ndio nawashughulikia. Nitawaacha aje nyumbani na nikuje Nairobi. Kitu ikaniambia wazazi watafutie mfanyikazi mwenye ulipi. Umwache na hao na ukuje Nairobi. Free service. Free service. Nikakuja, what I did, nilikuja nikaoa. Immediately. Hiyo 99. Oh my God. Nikaacha bibi akiwa mjamzito na wazazi. Na mimi nikakuja Nairobi. So that is a free laborer. Sasa silipi. Okay. Wakati nilikuja Nairobi, nikaland kwa my brother.
Alikuwa Nairobi. Alikuwa anakaa Huruma. Nikakaa na yeye. Kitu ya kwanza akanitafutia kazi huko Githurai 44 kwa kilabu ingine inaitwa Brooklyn. In fact kazini yangu ndiye alinitafutia, ndiye alimconnect akanitafutia. Sikuwa na kazi. Nikakuwa waiter pale. Kwa bar. Kwa bar. 24 hours uko huko na 24 hours uko nyumbani. Sasa nikauliza mshahara akaniambia ni 2000. Sasa nikawa join Per month. Per month. Na ulikuwa umezoea hiyo 2000 unapata na wiki moja. Na wiki moja. Weekend actually. Nikashindwa Nairobi inakaa hivi, lakini nikasema jambo la muhimu ni kuvumilia. Nikakaa hapo nafanya kazi, lakini nashukuru Mungu nilikaa hapo miezi 2 lakini sikuwahi kunywa pombe. Hata kuonja hivi, lakini nilikuwa waiter mwaminifu. Sasa marupurupu unapewa 20 30, nilikuwa naenda nyumbani na 400 kila siku. Watu wananinunulia pombe, ni hiyo pesa naweka kwa mfuko. Napeleka nyumbani. Sasa after 2 months nikaona hii kazi naona vijana wenye nafanya nao ni wakora, napiga mtu fai kuendelea kuwa hapo. Sasa nikakuja nikaresign tu hiyo kazi na sikuwahi pata mshahara. Kutoka hapo nikakuja nikakaa na ndugu yangu tena kidogo akanitafutia kazi Katani. Ya kufanya kazi ya boma. In Syokimau. Syokimau. At River. Sub county. Yes. Sasa nikiwa Katani nilifika huko tajiri yangu alikuwa Muhindi na mama alikuwa anatoka Mombasa huko, wakaniandika na walikuwa nakaa town. Sasa walikuwa wanakuja tu every Sunday. Wanakuja wanaangalia tunashinda hapo, anabeba chakula tunakula. Wakimaliza wanaenda. Kuna umbwa, bata, kuku ya grade, kuku ya kienyeji pale. Lakini haukuwa na jirani. Unaweza enda kilomita 1 bila kuona jirani. Ilikuwa shamba la makonge. Maji peke yake ilikuwa wakati wa kiangazi, maji nilikuwa naendea kama kilomita 4 na wheelbarrow. Ukifikisha hivi umbwa peke yao wanakunywa lita 5. Mimi pia wananiletea 20 liters 2 ifike tu Saturday. Sasa unakunywa kwa kipimo, maji hayuko huko fresh. Na ukiona jirani ulikuwa unamaliza 3 days hujaona mtu. Uko peke yako. Uko peke yako. Na wanyama hapa. Na wanyama kulikuwa na zebra, twiga, swara. Wanyama wote. Hiyo ni 2000. 2000. Okay. Hata fisi walikuwa. Sasa naye kuna watu walikuwa wawindaji haramu, unapata unaweza pita mahali upate swara imeshikwa. Hiyo nyama mnakausha. Hapo kisha kausha ndio unakunywa, unaamka asubuhi unakunywa nayo na strong tea. Lunch tena unakunywa nayo strong tea. Jioni unapika ugali kidogo na nyama mingi. Unakula unalala. Nyama iko. Sasa nikakaa pale nilienda huko 2000 mwezi wa 7. Kufika mwezi wa 9 bibi akakuja na mtoto wa 4 months. Kwa hii kiangazi. Kwa hiyo kiangazi. Okay. Tukaanza kusukuma pamoja. Tukaanza kusukuma, mshahara nilikuwa nalipwa 2500. Sasa nilikuwa na budget, hiyo pesa inatosha 1500, 1000 naweka kwa Post Bank. Hata napea tajiri namwambia ende uniwekee kwa Post Bank. Alikuwa anakuja Nairobi, mimi nilikuwa nakuja once. 1500. Yes. Nafanya budget. Save 1000 every month. 1000. Wow. Nakuja nanunua omena gorogoro 2, nanunua garbage vichwa kama 3, nanunua maharagwe kikomba. Nanunua hizo vitu, naenda na stock kwa nyumba, vitu yenye inaweza last. Sasa kupika tunapikia makonge. Kulikuwa na shamba ya makonge kubwa sana. Sasa maisha ikakuwa hivyo. Sasa kufika mwisho December, mzozo ikakuja ikatokea South B. Vijana wa Kristo na Waislamu wakawa na mzozo huko. Mtu akachoma msikiti na kanisa ya Catholic. Tajiri yangu alikuja abruptly na akaniambia, wakati huo bibi alikuwa ameenda kwa kanisa ya Deliverance Kambi. Mimi nilikuwa na baki huko Katani. Mimi nilikuwa na baki, mama anaenda kanisa. Ile Jumapili nyingine mama anangojea, mimi naenda kanisa. Unajua alisema tunaenda. Alisema nisikoza hapa mtu, boma yangu inaweza ibiwa. Nikaona ako right. Sasa bibi akiwa huko, mama tajiri alifika na akasema, "Ai mimi sikutaki hapa." Kauliza makosa gani? Kumbe ni vita yenye nilisikia hili. Sasa nikasema tutaenda wapi? Sasa wakati niliendea bibi, nikaongea na mzee mwingine, saa hizi ni pastor wa kanisa ya Redeemed
huko Katani. Anaitwa Pastor Paul Mwewambua. Nikaenda nikaongea na yeye. So yeye bado alikuwa Katani. Alikuwa Katani, alikuwa na boma Katani. Sasa nikaenda pale nikapata alikuwa chini, tulikuwa chini ya Pastor William Mudhengi. Wa Deliverance Church, saizi yako Deliverance Church Njiru. Ako na kanisa hapo. Sasa nikaita huyu mzee wa kanisa nje, tukaongea, nikamwambia pale nimefukuzwa ABCD. Akaniambia usijali, chukua bibi yako na mtoto leta kwangu ukijipanga. Sasa nilichukua bibi, kijana mwenye sub chief saizi alikuwa youth kwa kanisa anaitwa Mutua. Yeye ndiye alikuja na baiskeli na kijana mwenzake wakabeba mzigo yetu, bagi yetu na nguo akapeleka kwa ule mzee. Baiskeli. Na mimi nikangojea wakati ilifika kitu saa 1 hao akiondoka wakaacha hapo kama mzee kingine. Sasa huyo mzee ndiye aliingia nafasi yangu. Alikuwa amemchukua akamleta. Mimi nikaenda na hao akaniacha Nyayo. Na sikuwa najua Nairobi vizuri. Sasa usiku saa 3 ndio tulifika hapa Nyayo, saa 3 karibu saa 4. Wakaniambia sisi tunakuachia hapa, ndio tulikuchukua. Sijajua Nairobi vizuri. Sasa wakati nilishuka Nyayo nikasikia Nairobi town, nikaingia gari ya Nairobi nikashuka town. Kufika hapa town sijajua magari ya kwenda Huruma kwa ndugu yangu. So unataka kwenda sana kwa brother? Hakuna mahali pengine najua. Nilizunguka hii Nairobi karibu mpaka saa 5 usiku ndio nikasikia Huruma Dandora. Nikaingia. Nikashuka kwa chifu Huruma. Nikaenda kwa my brother, nikapata my brother aliama. Oh my God. Na sasa hakuna simu or anything? Hakuna simu. Simu ilikuwa na matajiri ndio ilikuwa imeanza kuingia. Sasa nikatoka hapo nikaenda nikapata huyu mgeni ndiye kwa hiyo nyumba, akaniambia sisi hatujapata mtu huyo, hatumjui. Nikaenda kwa kazini mwingine. Kufika kwa hiyo kazini alikuwa anaishi kwa nyumba ya mabati. Nikapata bibi alikuja. Na ni nyumba single, siwezi survive pale. Nikapanda juu yake, kulikuwa na kazini mwingine. Nikapanda hapo juu, akaniambia kama ni leo lala tu, kesho bibi yangu anakuja. Sasa uko na stress, unaweza maliza hata siku 3 bila kula lakini uhisi njaa. Sasa wakati nilala pale kuamka, nikishuka kweli bibi yake akafika. Na mabagi, na alikuwa na watoto karibu 4-5 wanafuatana. Sasa nikamkaribisha, nikamsaidia kupandisha bags nini, akanieleza nyumbani. Unajua habari ya nyumbani unapeanga mara nyingi watu wenye wamekufa. Akanieleza, nikasikiza fulani ndio hayuko fulani, lakini hakunieleza fulani alifanya harusi. Sasa nikamsikiza, nikamwambia pole sana, mimi nikatoka. Sasa nikitoka nilikuwa nimepewa mshahara 2500 na huyo na ule tajiri tukiwaachana. Na akaniongezea, alikuwa amepitisha masiku nadhani akitafuta mfanyikazi mwingine. Akaniongezea pesa kidogo ikakuwa 3000. Na kwa Post Bank nilikuwa na 3000. Sasa nikasema 6. Nikasema siwezi enda nyumbani. Nikienda nyumbani hata sina nguo mzuri ya kwenda nayo nyumbani. Mimi hii pesa nikisema niende nyumbani nitaenda kuanzia wapi? Na bibi pia umeacha kwa pastor? Bibi nimeacha kwa pastor Katani huko ukivuka Utawala. Kwa mto huko chini. Sasa nikakaa chini nikasema siendi nyumbani. Na sitarudi nyuma. Hata kama nimetolewa pale, huenda inaweza kuwa naona ni kama shida, kumbe Mungu anafanya kitu. Nikasema sitaenda. Wakati nilitoka pale, nikasema niende nifanye shopping ya vitu ya nyumba, nianze maisha yangu. Sasa nikaenda nikanunua mattress hapo Jogoo Road. Nikamaliza kununua, nikanunua jiko, Jack and Jill, nikaingia hapo nikanunua jiko na vitu ya kuanza maisha. Nikapanda gari ya Hilux GM. Nikiwa kwa hiyo stage ya GM, wakachomoa wallet yangu. Oh my God. Na ilikuwa na 500 ndani. Bahati 1000 niliweka kwa mfuko. Na hiyo 500 ndio ilikuwa kwa wallet. Ikaenda sasa na ID na namba za watu za simu. Kwenda kuangalia sina wallet. Nikapanda gari ingine. Nikaenda nikaniweka Mlolongo, nikatafuta nyumba ya 1000. Nikamwambia deposit hiyo nitakupea baadaye. Nikaweka mattress chini. Bibi alikuwa ameenda na blanketi. Nilikuwa nimenunua blanketi 2, bibi ameenda nayo. Nikachukua shati nikajifunika mguu na ingine kichwa nikalala. Kuamka asubuhi nikaenda kutafuta pale jioni, nipata hata wametupa hiyo kitambulisho. Nikatafuta sikupata. Wakati nilikosa,
nikakuja paka town hapa Nairobi. Yes. Nikaenda kwa kazi mwingine, nikakuja kugundua kuna kazi yangu mwingine, nilishughulika nipate ID, nikaenda Kariakoo nika-apply ID. Sasa nikarudi, nikaenda kwa kazi yangu alikuwa anakaa Makongeni, nikalala hapo. Sasa wakati nilala, kuamka asubuhi nikakuja Post Bank wanipee pesa, headquarters. Nilizunguka, wanataka ID na sina ID. Na pesa ika hapo. Pesa nyingine ilibiwa, sasa hiyo ndio ninategemea. Nilishughulika, nikashughulika, ikafika jioni paka mtu akusimamie na kitabu yenye iko 3,000 kwenda juu. Ndio unaweza pewa pesa, ni yeye awe garant. Utapata wapi? Sasa nikiwa nimehangaika, hata paka kashia fulani akawa ananisaidia, anaambia mtu simamie huyu jamaa apate pesa. Hayo kila mtu kuna kijana mmoja wa university angenisaidia, lakini alikuwa anaenda Kampala na Akamba basi. Walikuwa anaenda kama shule, akaniambia sasa ningekuwa na kujua ningekuachia hata hii kitabu. Lakini sasa tutapatana wapi? Sasa nikiwa naendelea kushughulika, huyu soja ndio kwa maana usiwahi dharau mtu. Huyu soja akakuja akaangalia kitabu yangu. Sasa imefika 11 hao watu wameanza kutoka, hakuna wa kuingia. Akaangalia kitabu yangu akaniambia, bwana unatoka? Nikamwambia mimi natoka Busia bwana. Akaniambia hata mimi natoka Busia. Huyo alienda akaongea na kasha mmoja, akanipea pesa 1,500, nikaacha ingine tena. Hata ningejua ningetoa yote kwa ajili kurudi, lakini nilikuwa na hiyo njia. Sasa akanipea 1,500. Nikampea 50 ya shukrani. Akashukuru hiyo pesa, nadhani ndio 500 zaidi. Mimi nikachomoka nikaenda. Sasa nikaendea bibi, tukakuja Mlolongo, tukaanza maisha. Nilikuwa nakujia mahindi hapa Kikomba ya shilingi 3. Moja 3 bob. Mbichi. Nampelekea, anapika hiyo mahindi, anatembeza. Napata, anauza 10. Napata shilingi 7. Tuna survive hivyo. Saa zingine anapika mandazi. Sasa nilikaa hapo 1 month. Na pia usijifiche watu sana. Nikiwa Syokimau Junction siku moja nikakutana na marehemu sub chief wa huko. Alikuwa ananijua. Nikakutana naye akaniuliza, ulitoka kwa Muhindi?" Nikamwambia, nilitoka huko, walinifukuza." Akaniambia, "Unakaa wapi?" Nikamwambia, "Nakaa kwa zile nyumba za mabati pale Aviation." Huyu jamaa tukaachana, huyu sub chief tukaachana. Baada ya muda, kumbe personnel manager wa Nakumatt Kenya alikuwa rafiki wa huyu sub chief kabisa. Na alikuwa tayari ameanzisha project ya kufuga ng'ombe za kienyeji. Sub chief amempea mahali kwa ofisi yake. Sasa siku moja, kama hatujui rent itatoka wapi, kikombe ya chai, jirani alikuwa anakoroga kikombe ya chai, paka bibi ananiuliza, watu wanakunywanga chai, paka mimi nasoneka moyoni, nauliza mimi nilikosea Mungu ama ni baba yangu ama ni babu yangu? Tunalala chini na hatuna chochote, yani jiko na mattress ndio tuko nayo. Tulikuwa tumebeba mawe 2 ya 9, tumewekelea landlord, tumewekelea kwa nyumba. Mgeni akija unamwambia karibu, anakalia hiyo mawe. Anakalia mawe. Lakini akitoka unasikia amekuharibu jina, lakini usikuwa najali. At least ulimkaribisha. Nilimemkaribisha. Amekaa tena, hata nimemletea kombe ya strong tea amekunywa. Sasa siku moja usiku nimekaa na mzee mwingine, ndugu mwingine huko nje, tulijuana tu na yeye hapo tu kwa plot. Akaniambia tukajuana na yeye, ameoa kutoka huko Busia. Nikasema sasa wewe ni shemeji. Sasa siku moja huyu jamaa tukiendelea kuongea, jioni tu kitu saa 1 niko tu nje nimekaa na yeye. Akaniambia Mungu ni ajabu sana. Mungu anaweza kuachilia udhania unaanguka kwa shimo na anatuma malaika kabla uanguke na kuchukua. Akiwa hajamaliza nikaona gari inakuja, station wagon Peugeot inapaki. Nikasema hii gari ni blue, inafanana kama yule personnel manager wa Nakumatt. Alikuwa jirani wa Muhindi, alikuwa analimanga plot zake hapo. Hata nikaenda kumuuliza kazi, wakaniambia kijana saizi hatuchukui watu. Ikipatikana, na akaniuliza si unafanya kazi? Nikamwambia hapa nafanya kazi, lakini si unaona mzee nimeongezeka, tuko 3 tulikuanga 2. Sasa nikaona anapaki. Mwenye anatoka ndani ni ule sub chief. Nikamuuliza chief, unaenda wapi? Ananiambia wewe ndio nataka kuona, mzee anataka kuona. Kasema malaika ndio imekuja. Kwanza nilishtuka, nikasema na shida zenye niko nazo hizi.
personnel manager wa Nakumatt anaweza kuja nikaona hao watu huenda sio wazuri. Wanataka kwenda kunikula mimi na bibi yangu na mtoto. Ama nini siwezi nikaamini. Aliniita karibu mara 2 kama siendi. Mara ya 3 nikaenda. Nikaenda nikapata ni huyo mzee. Alikuwa anaitwa Felix Peter Kikwawe. Ndiye alikuwa personnel manager Nakumatt Kenya. Akaniambia, kijana, ulikuja paka kazini huko. Ukitaka nikutafutie kibarua na mimi ndio Nakumatt. Lakini kile nataka uende unifanyie kazi yangu kidogo na mwisho nitakusaidia. Nikamuuliza kazi gani? Akaniambia, kuna ng'ombe zangu nimenunua 4 katani, nataka uende unilishie. Nikanyamaza, nikauliza mimi babangu nyumbani ameandika mtu wa kulisha ng'ombe, mimi nilishe ng'ombe Nairobi tena? Lakini kitu ikaniambia, usipenda hii kazi na shida ikutokee. Wewe utaenda wapi? Na mtoto uko naye, hata pesa ya kulipa rent una, uko na bibi, wanataka kukula. Ilibidi nikubali. Akaniuliza, kijana, wewe uko na kitanda? Nikasema sina. Uko na meza? Sina. Uko na kiti yote? Sina. Sasa alikuwa alete pickup. Ikuhamishe. Inahamishe. Na wewe mara ya mwisho ulihama na baiskeli? Hata vitu yangu ilitoshea kwa buti ya gari yake. Paka Katani. Sasa kurudi Katani naenda kwa ofisi ya chifu. Nikapata huyo chifu huyo rafiki yake alimpea mahali akajenga bome ya ng'ombe na nyumba ya mfanyikazi 10x10. Na ofisi ika hapo, bendera ika hapo, hata chifu hana askari, mimi ndio nilikuwa namwekea bendera nikitoa kila asubuhi. Sasa Mungu akafanya kitu moja yenye nilibaki nikishangaa. Wakati huu kulikuwa na njaa. Serikali ikaleta msaada ya mahindi gunia karibu 100 na marago gunia 50 na mafuta ya salad na chumvi. Mimi ndio nilireceive hizo vitu. Na bwendo kwa kambi ya chief. Mimi ndio niko kwa kambi ya chief. Store ika hapo, mimi nikahakisha vitu imekuja, kila yenye imemwagika tukachote, kaambia bibi kwani ziende usiage. Siku ya kugaana mimi nikapewa gunia mahindi. Sasa mimi ndio kama askari wa chief. Ndio hivyo. Mafuta ya salad nikapata. Nikaona maisha inaanza ukatch up. Na huyu tajiri every Saturday daily asubuhi ndio aende kazini, alikuwa analeta gunia waru na carrots. Anasema nikatie ng'ombe. Ng'ombe huwezi shiba kama sijashiba. Sasa naambia bibi, kwanza pika tukule ndio tukatie ng'ombe. Sasa within the following week Red Cross ikaleta mahindi tena gunia 100, mafuta ya salad tena nikapata gunia ingine. Sasa unajua tumbo ikishiba mambo ingine inafuata. Sasa nikawa nang'ang'ana na hiyo, nashughulika, chifu bendera namwekea kama kuna ripoti yoyote. Chifu, hata kuna siku county commissioner alikuja hapo na chifu alikuwa hapo, alikuwa na rep officer. Sasa alikuwa hapo kidogo na akaondoka. County commissioner akakuja, kumbe chifu ameenda kulima na ng'ombe. Na maaskari wakani-introduce wakasema mimi ndio county commissioner, mimi ndio commander wa polisi ya Triba, mimi ndio. Wakaniuza chifu, akaniambia amekuwa tu hapa saa hizi, wacha nimuita, ametoka ameenda lunch. Nikakimbia nikapata chifu analima. Akakuja amesweat. Lakini nilikuwa nimemtetea. Sasa kufika wakaanza kumuuliza mambo ilitokea hiyo area, kuna mtu sijui aliumia, hata hana habari. Sasa chifu alikuwa ananipenda sana. Sasa kutokea hapo tajiri naye ng'ombe ikazaa moja. Ilikuwa ng'ombe 4. Tukanunua mbuzi kwa jirani hapo. Nyinyi sasa. Akanunua mbuzi kwa jirani, hata mimi ndio nilimfanyia connection. Ng'ombe ulizaa ya kienyeji tu, akaniambia sasa hiyo maziwa ni ya mtoto. Unajua niko na mtoto sasa wa 6 months around there. Akaniambia maziwa ni ya mtoto. Sasa waru tuko naye, tuko na maziwa, tuko na vitu imeletwa. Sasa mimi nikienda kulisha hiyo ng'ombe, hata nilikuwa nalisha nikiwa kwa boma tu, kiwanja ilikuwa kubwa. Unaachilia hata 10 kilometers unaweza kupata hakuna mtu. Hakuna hata shamba. Sasa ng'ombe zinaenda tu nazifuata polepole na lisha. Naye tajiri analeta waru na karoti atutukatie ng'ombe. Sasa nikaona maisha sio mbaya. Mshahara naye alinifinyilia ni 2000. Lakini kwa ajili ya situation nilikuwa ndani lazima ulailo na chakula iko. Umepewa allowances kama ya maziwa free. Sasa tulilisha hiyo ng'ombe na ingine anaendelea kununua na ingine inazaana. Unajua hiyo ng'ombe ilikuja ikafika paka 100. Nikakuwa farm manager. Automatically
Kampuni ikikua mwingine hawezi toka from nowhere. Ni kweli. Hata kama huku kusomea HR utakuwa HR. Sasa nikakuwa mkubwa. Mbuzi ilikuwa moja. Zikazaana zikakuwa 150. Wow. Ng'ombe 100, mbuzi 150. Wow. Sasa tajiri nikamwambia mzee, sasa hii plot yenye ulipewa na chief, mimi nilikuwa na muadvise, ambia hapa mahali ni betu ununue plot yako. Sasa akanunua plot yake akaanza kujenga huko boma ya ng'ombe. Hiyo senta tu kambi. Tena akanunua ingine tukaunganisha zikakuwa plot 2. Nikajengewa nyumba hapo mzuri sasa. 1 bedroom. Mfanyikazi wakaleta wafanyikazi wengine 2. Sasa wanaripoti kwako. Wanaripoti kwangu. Na kitu yenye Mungu alifanya ajabu, mshahara ilikuwa 2,000. Naye maziwa yote ikabaki yetu. Ng'ombe walikuwa wamezaana karibu ng'ombe 50. Mimi nilikuwa nakamua ng'ombe 25. Hawa vijana unajua hawakuwa na familia wanakamua ng'ombe kama 10. Najua ng'ombe 25 hii unapata kuenda 20 liters tu ya kienyeji. Sasa nilikuwa naamuka nikasema kitu ya kwanza nilifikiria huko nyumbani makosa yenye mandugu zangu wakubwa walifanya sitaki kurudia. Tulikuwa wakati mwingine tunakosa paka chakula, mzaa ananunua kama gorogoro 2 ya mahindi ndio tukule. Nauliza, na ilikuwa gunia mahindi ilikuwa 600, 500. Nauliza wao watu walienda kazi Nairobi. My elder brothers wenye wako hawezi kutununulia gunia mahindi tusabu hata miezi 2, 3. Nikasema nikienda Nairobi kitu ya kwanza nitatoa nyumbani ni njaa. Sasa wakati nilipata hiyo nafasi, kitu ya kwanza nilikuwa nimesema paka nitoe umaskini kwetu. Sasa hii nafasi pesa vile nilianza kuuza maziwa mimi, najua maziwa nilikuwa nakamua ng'ombe kama 25 kuanzia saa 9 usiku. Napeleka na gawa kwa matajiri. Maboma ya matajiri na gawa kama maboma 20 na baiskeli. Alafu nikirudi napiga dip ng'ombe 100 kwa mgongo. Mbuzi 150. Ndama peke yake ilikuwa 60. Napiga dip. Nikiwa kwa duty naenda kulisha ng'ombe tena. Ukitoka huko kitu saa 10 unakuja unakamua ng'ombe 10 tena unapeleka maziwa. Nilisema hii nafasi yenye nilipewa nisikuje kuregret baadaye. Ni kweli. Vijana walikuwa nafanya nao mara nyingi walikuwa wanaenda wanakula hizo vitu, wanakula saa zingine mpaka saa 6 usiku. Wakirudi, anarudi saa 6 analala. Mimi nimekamua maziwa nimepeleka nimegawa maboma 20. Nikirudi ndio anaamuka. Nimelipwa. Ingine ilikuwa ya monthly. Ilikuwa mwisho wa mwezi target ilikuwa napata 30,000. Kwa hiyo hata 2,000 hata ikustui. Hainisitu. Na hiyo 2,000 mtu aliniadvise ilikuwa naendea kwa tajiri mapema nalia shida na mwambia ananiambia usipoendea hiyo pesa tajiri ataona uko vizuri. Sasa nilikuwa naenda headquarters na mapema nawaambia mzee mimi mzee huko kuna kwanza nikifika namueleza ng'ombe wenye wako mimba nawaambia ni ng'ombe kama 12 wako mimba. Namwambia mbuzi zimezaa kama mbuzi 10. Mzee naona anafurahi kwa roho au kwa anaongea lakini naona tu macho yake amefurahi sana. Nikimaliza namwambia lakini mzee 2,000 na watoto niko na watoto saizi 3 mzee na bibi. Ukifanya budget hiyo wewe unaweza fanya hiyo budget ukiandika kwa kitabu kweli. Sasa usemi mambo ya 30,000 akiguza hata maziwa namwambia mzee ng'ombe ya kienyeji inatoaga maziwa. Sasa namsukuma baada ya kumweleza nasikia nikimsukuma namwambia mimi mzee hata nyumbani siko vizuri. Mzee naomba unipee kaloni kidogo. Ananiambia unapata mazao. Namwambia hapana mzee ile pesa. Nasikia anapigia accountant Tarus hebu niletee hapo 10,000. Ananiambia sasa ukisikia maneno ya pesa unafurahi. Anakuja ananidunga 10,000 tena. Nikienda immediately nafanya projects. Nikipata hiyo nafasi naenda nashughulika vitu, lakini nikirudi pia nahakikisha kazi yake iko sawa. Hata matibabu haukuwa analeta veterinary. Nilikuwa najua kutibu ng'ombe kila kukiwa tu na outbreak ya ugonjwa. Unajua kushughulikia. Najua hata kila kitu. Paka madawa nilikuwa najua overhead. Nikimwambia hata kama ni vaccine najua nakuja nachukua Nairobi Veterinary Center nalipiwa napewa pesa naenda nanunua na narudi Katani. Sasa ng'ombe akaendelea kufanya vizuri.
Baada ya miaka kama tukiendelea, kiangazi ikatokea kubwa sana. Tena. Wakawa, lakini naye mimi mzee vitu yenye ilikuwa mbao alikuwa analeta kama kumevunjwa na kumati mahali wanataka kujenga, wamenunua nyumba kama hiyo wanataka kujenga, wanaangusha hizo vitu mzee alikuwa ananunua analeta, tunaweka kwa store. Hizo mambao, mabati. Sasa nikajenga ile boma ya ng'ombe, unajua ilikuwa kubwa sana, nikajenga feeding trough all round bila hata yeye kusema. Wakati nilijenga hiyo feeding trough, nikaenda mahali kunaitwa Atsi huko River Atsi huko Ngelani. Nikapata watu wa sewage walikuwa wamefence shamba eka mingi sana. Nikaongea na manager, akamwambia si nyazi bwana, unaweza kutuuzia. Akasema ukileta pesa mimi nitakuuzia hii nyazi. Nikamuuliza pesa ngapi, akaniambia 10,000 nitakupea ukate vile unataka. Wakati huo kiangazi iko ya ajabu, ng'ombe wameanza kufa. Sasa mzee nikaenda nika-approach mzee, nikamwambia mimi nimepata mahali nyazi mzee. Tunafanya ABZ. Mzee akaniambia, akachukua gari na ule rafiki yake ule sub chief, tukaenda paka huko. Tukaangalia shamba. Mzee akaniuliza, ni huko ulijua aje? Nikamwambia mzee, unaona paka kampuni yangu ni Ijali. Sasa kumaliza tukaweka wamama akakata hiyo nyasi kama lori 2. Mzee akatumana lori, tukabeba tukamwaga kwa store. Baada ya hapo nikamwambia zile waste za Nakumatt, cabbage, nyanya, carrots, huo unaleta. Sasa mzee akawa kwa wiki zinakuja mara 2. Wafanyikazi wengine wakatoroka wakaniacha peke yangu. Unajua saa hizo ni kustruggle. Akaniandikia watu wa squad wa kwenda kulisha ng'ombe na mwingine mbuzi na ndama. Mimi nikawa nabaki na katakati hiyo nyazi. Unajua sasa si kuwa naona leo. Najua mvua ikinyesha, mvua ikinyesha, hii shida imeisha. Mimi shida imeisha na nitakuwa na hatua kubwa sana.